some. Halafu eti kwa kutaka kuwakomoa na kuwakomesha hao anaowaita mawahabi, akaweka sauti pale za al-Allama Ibn Bazi na al-Allama al-Albani, kwamba wao jambo hili hawakulipitisha moja kwa moja kwamba mashia ni makafiri. Yani ameweka hiyo eti anataka kuwakomoa wa Ahlus Sunna wal Jamaa, hao ambao wao wanawaita wa mawahabi. Wewe unajuaje fatwa za kina Ibn Bazi na kina Sheikh al-Albani? Yani katafuta huko mbio kaandika kwenye Google au kwenye YouTube fatwa ya Ibn Bazi inayozungumziana na masala fulani. Kwa hiyo alipopata moja kwa moja akakimbilia alifikiria pale ndo mwisho kuhusiana na Ibn Bazi, Haji Upepo na al-Albani. Waulize wenyewe Ahlus Sunna wal Jamaa, wao ndo wanaojua ukomo wa fatwa zao. Sasa mimi nataka nikusomee fatwa ya al-Lajna ad-Daima lil-Ifta'i ambayo ilikuwa imekushanya mashekhe. Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazi ndo wa kwanza huyo yumo uliyemtaja, wa Sheikh Abdul Razzaq Afifi, wa Sheikh Abdullah bin Qudi, wa Sheikh Abdullah al-Ghadayani rahimahumullah. Wametoa fatwa wakasema, inna ad-duruza wan-nusairiyya wal-ismailiyya, mapote hayo katika mapote ya mashia, wa man hadhwahum, na wote ambao wamepita nyayo zao, wamefuata nyayo zao, mashia wote waliofuata nyayo za hawa, min al-babiyya wal-bahaiyya, qad talaabu binususi dini. Hawa mashia hawa wamezichezea nasi za dini, wa shara'u li anfusihim ma lam ya'dhan bihi Allah, na wakatunga sheria kwa ajili ya nafsi zao mambo ambayo Allah hajawapa idhni, hajatolea idhni. Wasalaku maslaka al-yahudi wan nasara, na wakapita mapito ya mayahudi na manaswara, fi tahrifi, katika fi tahrifi watabdil, katika kuondoa na kubadilisha, ittiba'an lilhawa, wamefanya hivyo kwa kufuata matamanio, wa taqlidan lizaimi alfitna, na wamefanya hivyo kwa kumqallid, kumfuata kwa upofu yule yani kiongozi wa fitna zao. Al-awwal wa mwanzo Abdullah ibn Sabai al-Himyari, ambaye ni Abdullah ibn Sabai al-Himyari, ra'sul ibtidaa, ambaye ndo kiongozi huyo wa kuzusha, wal idlal, na kupoteza, wal iqa'i baina jama'ati almuslimina, na wakayaingiza matamanio hayo na bidaa zao hizo katika jamaa za Waislamu. Wa qad amma sharruhu wa bala'uhu, na shari zake na balaa zake zimeenea. Waftutina bihi jama'atun kathiratun, na wakafitinika kwa hizo watu wengi. Fakafaru ba'da islamihim, wakakufuru baada ya uislamu wao, wakakufuru baada ya uislamu wao. Hiyo ni fatwa ya Lajnatu Daima. Mimi naisoma fatwa hii kupitia kitabu Aqaidu Shia al-Ithnai Ashariya cha Abdurrahman bin Saad ibn Ali, safha nambari 257. Sasa utapata tabu vipi katika kutafuta fatwa? Tena fakafaru, maana yake kwa ujumla wao wakakufuru baada ya uislamu wao. Sasa mashia si makafiri vipi? Unatakiwa uangalie vizuri unapochukua fatwa. Na huyo Ibn Bazi ana fatwa zake ambazo ni maalumu, na ndo misimamo ambayo alimalizia nayo kuhusiana na masala haya. Aliulizwa al-Imamu Ibn Bazi kwenye kitabu hicho safha nambari 258, ameweka hiyo fatwa Sheikh aliyemtaja, anasema wasuila Sheikh Abdul Aziz ibn Bazi, na aliulizwa Sheikh Abdul Aziz ibn Bazi rahimahullah
min khilali ma'rifati, yani swali limekuja hivi, swali nambari 7, min khilali ma'rifati samahatikum bi tarikhi ar-rafidha ma huwa mawqifukum min mabda'i at-taqrib baina ahli sunnati wa baina ahli sunnati wa bainahum, kutokana na maarifatu samahatikum bi tarikhi ar-rafidha, kutokana na kutaka kujua kutokana na tarikhi za Rafidha, ma huwa mawqifukum min mabda'i at-taqrib, ni upi msimamo wenu kutokana na mabda'i at-taqrib baina ahli sunna wa bainahum, yani zile sera za kuwakurubisha ahli sunna na hao mashia, msimamo wenu upi? Anaulizwa Ibn Baz. Jawabu akasema at-taqribu baina ar-rafidha wa baina ahli sunna ghairu mumkin, kuwakurubisha Rafidha na ahlu sunna ni jambo ambalo haliwezekani. Itakuwa linawezekana kwenu nyinyi tu masufi, na ndio maana ukatoa misimamo ya kuwa support. Kwa hiyo anasema jambo hilo haliwezekani, li anna al-aqidata mukhtalifa, kwa sababu itikadi ni zenye kukhtalifiana. Kwa hiyo akatoa maelezo mengi hapo ya kuonyesha aqida yao ni hii na sisi ahlus sunna aqida zetu ni hizi. Kwa hiyo mwisho akasema katika fatwa hiyo, fakadhalika la yumkinu at-taqribu baina ar-rafidha wa baina ahli sunna, basi ndo hivyo haiwezekani kuwakurubisha baina ya rafidha na baina ya ahli sunna, liikhtilafi al-aqidati allati awdahnaha, kwa kukhtalifiana aqida ambayo tumeiweka wazi. Swali nambari 8 akaulizwa hapo, wa hal yumkinu at-ta'amulu ma'hum lilar bil aduwi al-khariji kashuyuia wa ghairiha, na je inawezekana kuamiliana nao hawa mashia? Wa hal yumkinu at-ta'amulu ma'ahum, na je inawezekana kuamiliana nao wao lidharbil aduwi, kwa kumpiga adui? Inawezekana kushirikiana na shia ili tumpige adui al-khariji wa nje, kumpiga nani? Muyahudi na Muisraeli. Kashuyuia, hii ametoa mfano kama vile ukomunisti wa ghairiha, wakomunisti na wengineo. Sheikh Ibn Baz akasema la ara dhalika mumkina, mimi sioni kwamba hilo linawezekana, bali yajibu ala ahli sunna, bali ni wajibu juu ya ahli sunna an yattahidu, waungane, wa an yakunu ummatan wahida wa jasadan wahida, na wao wawe ni umma mmoja na kiwiliwili kimoja. Wa an yad'u ar-rafidha, na walingani marafidha, an yaltazimu bima dalla alayhi kitabullahi, walazimiane na kile ambacho kinafahamishwa na kitabu cha Allah, wa sunnatu rasuli sallallahu, na sunna za mtume sallallahu min al-haqq, kutokana na haki, wao walinganie. Fa idha iltazamu bidhalika saru ikhwanana, watakapo lazimiana na hilo hao marafidha, kuchukua yaliyo katika kitabu na sunna na kuyafanyia kazi na yaliyokuja katika hadithi za mtume sallallahu, basi hapo watakuwa ni ndugu zetu. Sasa kinyume chake, lete mafuhumu al-mukhalafa hapo. Wasipochukua yaliyo katika kitabu na sunna, wataendelea kuwa si ndugu zetu wala si wezetu, itakuwa labda wezako wewe tu.